Habari gani mtazamaji wangu? Napenda niongeleshe mtu ambaye umekuwa katika relationship ama umekuwa katika ndoa, umetoka katika hiyo ndoa ama umetoka katika hiyo relationship, lakini bado uko katika ile hali ya kuumia, umeshindwa kumove on. Umeshindwa kuendelea na maisha yako. Ni kama maisha yako yamesimama tangia ile siku hiyo relationship ama hiyo ndoa iliisha. Unafaa kufanya nini? Kwa maana ninajua kuna watu wanakaa pale miezi 2 bado uko pale. Miezi 3, miezi 6, hata wengine wanafika mwaka mmoja. Maisha yako iko stuck, hauwezi endelea kwa sababu ya ile heartbreak. Hivi ndivyo unavyofaa kufanya. Kitu cha kwanza, you need to limit your contact with the person ambaye mlikuwa mnadate na yeye. Hiyo ni kumaanisha kama ni kwa simu yako, unaweza angalia vile communication yako na yeye inaweza isha. Kama unaweza hata kublock ile namba. Sio kwamba unamblock kwa sababu unamchukia, lakini kwa sababu ya amani yako. You limit contact as much as possible. Kama ni mahali mnaonananga kila siku, if there is a way, unaweza zuia kuwa unaona huyo mtu. Inawezekana ni kazini, inawezekana ni shuleni, inaweza kuwa mahali pengine popote. You limit contact for a moment of time, ili ujipatie muda wa kupona na ku make new decisions in your life. Kitu cha pili, you need to shift your perspective or your focus. Hiyo ni kumaanisha acha kufikiria sasa kuhusu yule mtu. Uanze kufikiria kuhusu maisha yako. Uanze kufikiria kuhusu career yako, masomo yako, familia yako na yale mambo mengine yote ambayo yanakuzungukia. You shift perspective and focus. Acha kila wakati kufikiria kuhusu mtu ambaye amekuonyesha hana haja na wewe tena. Then jambo la tatu, inawezekana pengine wewe unapenda kuandika, unapenda kurecord. You can journal. Unaweza andika yale mambo ambayo umepitia, your life story mahali kwa kitabu. Hiyo kitu psychologically huwa inasaidia yale maumivu na yale mauzito uko nazo kwa akili yako iende katika hicho kitabu kupitia kwa mkono wako na kalamu. Hiyo ni kitu moja unaweza fanya. Then next, it is good for you to pray, even to fast and to seek God about your life. Usiombee hiyo relationship na hiyo marriage, hiyo ishaisha. Sasa ombea maisha yako, ombea amani yako, omba Mungu akusaidie na akuonyeshe njia na even to help you make better choices in life. Prayer ni kitu moja kinasaidianga sana katika kupona na kuweza kumove on katika life. Mistake moja kubwa watu wanafanya, umepitia heartbreak lakini haumtafuti Mungu. Umepitia heartbreak na uko spiritually dry. Sasa hiyo kitu itakuwa ngumu sana kwako. Then, jambo lingine, you need to look for new experiences to do in this life. Kwa mfano, maybe hobby yako ni kucheza, maybe hobby yako ni kukimbia, maybe any physical exercise, maybe ni kuwatch football, anything that you like, maybe ni cooking, maybe ni creating content, anything that you like in this life. Unaweza jikeep busy na kitu ambacho kina add value kwa maisha yako. Kina add dignity yako, jina lako, ama kinakuletea pesa. Inaweza kuwa ni kitu yoyote ambayo hata physically inakusaidia kuwa physically fit. So that way you can manage. Na mambo ikiendelea uone kama unasikia kama hii safari huwezi tembea peke yako, you can also seek professional guidance and counseling. Niseme, hakuna haja ya kukufa na anxiety, hakuna haja ya kukufa katika stress na depression kwa sababu ya relationship iliisha, marriage iliisha na si kwamba itarudi tena. Ni vizuri utafute social support na uweze kuona kwamba haujakuwa stuck mahali pale. Lazima gari iendelee na safari. Mimi naitwa Counselor and Pastor Steve GM na ninawapenda sana. Thank you very much.